Hello, I hope we are all fine. It's your green girl is here. Leo niko hapa kuzungumza kuhusu how to manage waste while you are at home. How to manage waste while you are at home. Namna gani ya kusimamia taka pale unapokuwa nyumbani. Mara nyingi tumeweza kuwa na dustbin za kutosha kulingana na idadi ya ukubwa wa familia yako au idadi ya watu kama ni nyumba ya kupanga, lakini unashangaa taka zimeondolewa leo, lakini baada ya siku 2 au 3 taka zimeshajaa. Na hii ni kwa sababu gani? We don't know how to sort waste. Hatujui namna gani ya kuchambua taka. Tunapaswa kuchambua taka kulingana na type ya taka ilivyo. Kwa mfano, unaona hizi bottles hizi, kuna kubwa, kuna ndogo. Ni kitu ambacho kinasababisha sana taka kujaa na kufurika. Hatimaye hata kama uko pale nyumbani, wadudu, nzi, kama taka zinachuja maji, zinaanza kufanya nini? Zinaanza kufurika na zinaanza kutoa harufu na kujaa pale nje. Wadudu wanazidi kama ni nzi wanatuama mpaka kwenye vyakula. Sasa we supposed to sort waste. Lazima tujue kuchambua taka. Unaweza kutafuta mfuko mkubwa ukaanza ukadampu hizi bottles ambazo zimeshakuwa ni used, afu ukachukua dustbin ambayo ni kwa special kwa ajili ya food remain, mabaki ya chakula, ukachukua dustbin ambayo ni special kwa ajili ya papers au boxes ambazo zimeshakuwa used. Hiyo inasaidia sana katika kufanya nini? Kumanage au kusimamia taka pale unapokuwa nyumbani. Ni issue ndogo, lakini ina lead to big change, na usimamizi wako wa taka hapo nyumbani unakuwa mzuri sana. Pia kuna taka ambazo zinatokana na vyakula. Kwa mfano, maybe umemenya viazi, umemenya ndizi, umemenya magimbi, umemenya matunda. Wewe kama ni mtu wa garden, unapenda vegetables au una migomba yako, unaweza ukafanya nini? Ukachukua ile ukaenda ukamwaga pale chini kwenye udongo. Ile inasaidia sana ku retain fertility of the soil after decomposition. Ile ikishakuwa decomposed, kuna some of microorganisms ambao ni wadogo sana wanafanya decomposition of nini? Of decomposition of anything. Kwa mfano, kama ni ile vyakula vinaweza vikawa decomposed, kunakuwa na microorganism wadogo ambao wanafanya decomposition. Hence ile kisha decompose pale ina lead to soil fertility. Unashangaa kama ni garden yako, kama ni nini, vyote vinastawi kwa sababu umeenda kumwaga baadhi ya rutuba, umeenda kumwaga kitu ambacho kinapelekea rutuba pale. Hiyo inasaidia sana kupunguza taka. Tujitahidi kujua kuchambua taka. Kujua kuchambua taka inasaidia sana. Management of waste ukiwa pale nyumbani, unaona kitu rahisi. Kafanye hivyo, utaona namna gani ambavyo ina lead to big change, na utaweza sana kusimamia taka zako unapokuwa pale nyumbani. Na pia inasaidia ubebaji. Hata yule mbebaji anapokuja kuziondoa zile taka inakuwa ni rahisi. Hata kule anapofika, kama ni sehemu ambayo imekuwa designated by the government kwa ajili ya kudampu, inakuwa akifika anajua hizi niweke wapi, hizi niweke wapi. Kuna ambao tunaruhusiwa kuchoma taka, kuna ambao hawapendi kuchoma taka. Ukiona zile papers zinafaa kuchoma, utafuta sehemu ya wazi mida ya jioni, unachoma na unazisimamia. Zikimalizika unafanya kama ni landfill, zingine zinakuwa unaweza kuzifukia, zinafaa kule kufanya landfill, unafanya. Hii inasaidia sana. Yote ni kuweza kuishi katika mazingira ambayo ni clean, safe and healthy. Go and do it. Jaribu. I love you. Mimi kama mtu wa mazingira lazima niongelee hilo.